wapi kundi la tatu? Kundi la tatu liko wapi? Ni mtu ajichunge sana usiwe katika ili kundi la tatu ambao kwamba limpotea. Sasa kila mtu ajikinga nalo. Time za Mola wako Subhanahu wa Ta'ala mpe Mola wako, na time ya kujishughulisha na mambo yako jishughulishe. Usifanye sababu shughuli zako kumkimbia Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Hii tutaitia ala babi shaghalatna amwaluna wa ahluna. Kisha wamwambia Mtume fastaghfir lana, basi tuombe msamaha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mtume hajafika Madina, taamal. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amueleza plot nzima kwamba ukifika utapatana na wanaume kule, watakwambia ya Rasulullah, sisi hatukuweza kufuata bana, sijua bana family, sijua bana tuna mali zetu za tushughulisha. Fastaghfir lana, tuombe msamaha. Suala litakuja hapa, je, Mtume kama Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea msamaha? Naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam ana uwezo wa kuombea msamaha, na wao walifahamu kwa Mtume atafanya nini, atatuombea msamaha. Lakini kwa nini atuombe msamaha? Na kumbuka, mnafiki hana haja ya msamaha wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumkumbuka sahibu yule jamaa alikuwa na ngamia mwekundu, tumkumbuka alipoambiwa idhhab ila rasulillah, nenda kwa Mtume akakuombe msamaha. Sasa hivi anatuambia isipokuwa yule mtu mwenye ngamia mwekundu akasema nini? Kumpata ngamia wangu aliyepotea khairun, ni bora min an yastaghfira li sahibukum, kulikuwa niombe msamaha huyo rafiki yenu. Afu huko Mwenyezi Mungu atuambia wanafiki watakuja mwambia Mtume fastaghfir lana, tuombe msamaha. Kwa sababu gani? Tutaumbuka kuwa sisi ni wanafiki, tutajulikaniwa. Na kuna jambo ambalo kwamba wanafiki walikuwa makini nalo, kama kuchunga ule unafiki wao, kama walivyokuwa wanafiki wa sasa. Mtu yuwaja na yuwajua dhahir hizi habari ninazotaka kuja kumpa Abdul Ghani ni za unafiki, kisha kwambia ukiulizwa bana usiseme kama mimi, ama hayafaniki. Mnafiki jambo lake, the main objective ya mnafiki ni kuhifadhi unafiki wake asijulikaniwe, na atatoa macho, mimi nilisema mimi, wallahi wa billahi wa tallahi, na atapa nani mnafiki. Kwa hivyo wakishaombewa msamaha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ule unafiki wao utafichika, kwa sababu masahaba watasema hawezi kuwa wanafiki kwa sababu Mtume amfanya nini? Aombea msamaha. Hadhira. Kwa hivyo wakataka unafiki wao ufichike kwa kupitia nini? Istighfari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa tufundishwa kitu. Kuna baadhi ya watu huitumia dini kama namna wanafiki wanavyotaka kuitumia istighfari kuficha unafiki wao. Kuna baadhi ya watu hutumia dini kuficha yale mabaya yao. Na wallahi, labda watu wazima watatueleza, wale watu wabaya zaidi ni wale ambao kwamba wajipamba na vazi la dini. Wabaya zaidi. Hadhira, mtu mbaya zaidi utakayekutana naye ni mtu anayejipamba na vazi la dini. Takupa mfano. Ni watu ambao kwamba huchagua vitu katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kasema hadha li, hili langu hili. Alafu yale mambo ambayo kwamba yatawaumiza wao katika dini wakayatoa katika Qur'an. Yani kuna watu huirevise Qur'an, yani hawana tu uwezo kuandika Qur'an yao, lakini lau watakuwa na uwezo baadhi ya ayati atazifuta. Kwa mfano, tumeona mtu Muislamu ana mdude wa sajda hapa kama kitumbua shekhi. Dude la sajda liko hapa. Ana ndevu ziko huku. Aiza ficha njiwa ndani ya ndevu nyingi.
lakini hakuna mchawi mkubwa kama yeye. Msikitini fajiri yuko hapa, fajiri nyuma ya imam, usiku yuangaisha waislamu waliolala, wako hawako, lakini yuwaficha ule uchawi wake kwa vazi la nini? La dini. Ni wangapi tuko misikitini hapa na vazi la dini, tasbih yako, sijida yako, nini, lakini wamdhalilisha mkeo nyumbani? Wangapi? Tuko tuaficha vazi, jambo ambalo kwamba lau utakuja msikia yule mwanamke asema bana, kwa mfano sisemi kuna mtu anakuja nieleza, lakini mfano tu, imam bana, mume wangu ni mkali, mume wangu hatuangalii, mume wangu akiingiana na nyumba atupiga, yuwapiga watoto, hatuachi pesa za matumizi. Mume wako namjua, wamjua yosali hapa kwa msikitini, wamjua? Simjui, lakini yuko hivi yuaitwa hivi. Afu kaja ukafanya bahthi yako wewe kama imam, bana, mtu fulani nani? Yule pale, nenda kumsalimia, uone alivyokuwa mwema. Salamu wa alaikumus salam wa rahmatullah, kaifa haluk, jambo nini? Jikujificha na vazi la dini na wadhalilisha watoto ndani ya nyumba, kisa na sababu pengine umeoa mke wa pili. Dini ataka hivyo? Mtu atajificha na vazi la dini, hakosi swala na anachokula ni haramu, ya dhulumu watu. Kuja hapa mkali bana, hiyo kanzu yako yaburutika, ma asfala alka'baini fa fi nar, kali kweli. Shekhe vipi, mbona wanyoa ndevu? Huyo kuja kifuatilia amemdhulumu dadake mirathi, huyo kali kweli, taki kuelewa dadake kila siku Allahumma yuamlaani kwa amemdhulumu nini? Mirathi. Wako hawako? Na ndo maana mbele Mwenyezi Mungu atuambia yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, ni watu ambao kwamba wanasema bi alsinatihim. Na katika Qur'ani takanonyesha jambo, huja bi afwahihim ipo na kuna bi alsinatihim. Ikija bi afwahihim sehemu yote, fahamu Mwenyezi Mungu awazungumzia watu ambao kwamba wazungumza porojo, yanazungumza maneno haya make sense. Ukisikia bi alsinatihim katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu azungumzia watu ambao kwamba wana maneno matamu, akizungumza utamsikiza, kimuona anavyojiconduct, kanzu aliyotandika, uradi anaoleta, tasbihi aliyobeba, kofia aliyovaa, namna anavyofunga swala mpaka mabega kayafanya hivi, ana khushui. Lakini sicho kilichokuwa ndani ya nini? Moyo wake. Hakuna mnafiki mkubwa kama yeye, kuna jambazi mkubwa kama yeye, hakuna mchawi mkubwa kama yeye, hakuna dhalimu mkubwa kama yeye. Watu wanajificha na vazi la dini, ni dalili ya unafiki, ili kusudi tu tukiambiwa nyinyi mwajua fulani amfanya nini, mwizi yule, tubaki jamaa tuswali naye, sisi tumdhania mtu mwema. Hayo ndo anayotaka kuambiwa, usipate kulifahamu lile baya lake gani. Mfano mzuri, kitoa mfano mmoja wa mwisho, hususan sisi wanaume. Kama mtu mutadayin sana, mshika dini kweli, kali, ana hoja kali, bid'a, haram, mushrik, kafir, kisha ndani ya nyumba yake akikosana na mkewe, akiitoa talaka, yomfukuza mkewe ndani ya nyumba, toka nda kwenu, njoo mumchukueni huyu bana. Lakini mutadayin, je, Qur'ani ngombe hivyo? Ya ayuha nabiy idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda. Mbele tuambia nini? lazima nini? Kabla ya fattaqullah, la tukhriju, lazima nini? Musiwatoe katika majumba yao, sio? Lazima nini? La tukhrijuhunna, sio? Min buyutihinna wala yakhrujna,
musiwatoe katika majumba yao. Yani ukimwacha mwanamke kumbe tele nyumba si yako, wamfukuza mtu katika nyumba yake. Qur'ani yakwambia kwake muache aketi, kisha liiddatihinna, mpaka malize ile ida yake, hesabu siku zake zinavyokuja kwa mara 3 quru. Lakini hebu angalia, je, sisi ambao kwamba tutajipambana dini twafanya hayo? Na sisi utachunguza, sisi ndo wabaya, sisi ndo wakali, toka tamfukuza na dini yako. Qur'ani yakwambia hivyo. Haya, atakayefuata bana, Qur'ani niambia simtoe, wajue hii nyumba yake, wala yakhrujna, na wao pia wasitoke, sio illa ayatina bifahishatin mubayyina. Kimtu akwambia nitamkomesha, tamkatia stima, afakuuliza Sheikh, kuna aya sema wala kukata stima? Tambia hakuna aya hiyo. Basi mimi nitamkatia stima, tamkatia maji mimi. Kuna aya sema simkatie maji, wala taqta' lahunna alma, hakuna aya hiyo, tamkatia maji. Yasema nini mbele katika suratu Talaq? Wala tudharuhunna litudhayiqu alayhinna, wala musiwadhuru wale wanawake kwa mambo yenu mpate kuwatia dhiki. Yani sawa, Qur'ani inasema nsimtoe, lakini atatoka na nini, nitamuonyesha yule, nitamuonyesha hivi. Na dini yako Qur'ani yakufundisha hivyo. Hadhira yaquluna bi alsinatihim, na wewe utakuja muona magharibi asoma kweli kweli, nabii idha talaqtumun nisa, na nyumbani kwa mtepelekea fujo mke wake. Ni hatari sana mtu kujificha na vazi la dini. Ndio maana utasikia wanawake wao na maneno si mazuri, lakini yana hikma. Watu wamzungumzia mume, bana mume wako mashaallah, mungemjua. Sio maneno ya Sheikh Ahmed. Wajua mungemjua imamu gani, hamumjui. Hadhira, kwa sababu wajua wao wanachokipitia kule na majumba, kutoka huko nje imamu na mkanzu wako, kina kuna mkorofi kama ndani ya nyumba. Hatari sana. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye wasikudanganye kabisa, wanazungumza mambo ambayo kwamba hayapo ndani ya nyoyo zao, waongo. Mtume apatiwa brief na Mola wake subhanahu wa ta'ala, kisha qul, sema ewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, faman yamliku lakum min Allahi shay'a in arada bikum darran au arada bikum naf'a. Nani atakaye wasimamia nyinyi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lau Mwenyezi Mungu atataka kuwapa manufaa ama atataka kuwadhuru? Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira, bali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ana habari kamili ya kile mnachokifanya. Yani kana kwamba usiwaombee msamaha, wapige na lecture kwanza. Lau Mwenyezi Mungu atakuadhibu nyinyi, mtafanya nini? Basi kama akiwa hamwezi fanya lolote, Mwenyezi Mungu yajua mwafanya nyinyi kuwa nyinyi ni waongo. Hadhira, sasa vuta taswira. Mtume alipofika Madina, walikuja mbio kwa Mtume, shahalatna amwalu, masahaba washasomewa hiyo sura, wako hapo tushaambiwa hayo kwa nyuma, jamaa watakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wawe ni kwenye kutaka kuombewa msamaha. Kisha habari ya Mtume yaendelea, aambiwe nini? Awaambie, bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Mumekuja hapa kutaka kuombewa msamaha, nyinyi waongo. Nyinyi mulikuwa mushadhania kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam na waumini hawatorudi kwa jamaa zao, watakwenda kuuawa. Kivipi mmoja kutaka kuombewa msamaha? Wa fil hali nyinyi ilikuwa mwataka Mtume sallallahu alayhi wasallam asifanye nini? Asirudi na jamaa zake, asirudi na masahaba, kuzirudia familia zao.
kisha sema wa dhanantum dhanna saw, na dhana yenu ilikuwa ni dhana mbovu, wa kuntum qauman bura, na mumekuwa watu walioangamia. Na bura katika lugha ni kitu kuwa kitupu. Ni kama kuambia kwanza akili zenu tupu hata mufikiri. Bura katika tafsiri pia ni kitu kilichokufa. Kwa mfano, kuna baadhi ya miji utasikia hata katika lugha ya Kizungu mtu sema the dead city, sio? Kwamba kwa kukiishi watu kisha hakuishi watu. Kwa hivyo itaitwa nini? Baladun bur, mji uliokuwa mtupu umekufa. Hadhire bimaana ni watu ambao kwamba imani zenu zimekufa. Kisha waman lam yu'min billahi wa rasulihi, na yoyote ambaye kwamba hamuamini Mola wake na mtumi wake, fa inna ta'ammale fa inna a'tadna lilkafirin. Subhanallah, Mwenyezi Mungu azungumzia wanafiki, lakini ashawapandisha daraja mwaita kina nani? Makafiri. Kwa sababu gani? Concept ya unafiki ni mtu ambaye kwamba imani yake iko nje, lakini ndani ya moyo wake haamini kile mnachoona yakiamini huku nje. Yani ni kafiri ndani lakini mu'min nje. Hebu angalia katika vita vya Uhud alichokifanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kuwarudisha takriban watu 300 Madina, kuipunguza jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa takriban watu 300. Mtume akaenda, vita vikawa vikali tulivizungumzia. Ijumaa inayofuata Mtume sallallahu alaihi wasallam atoa khutba, mpate kueleza ndo nieleweke kwa sasa, ana mabandage, ana nini hadhira, yani athar ya maumivu yaonekaniwa katika mwili wake. Kwa kwenye mimbar, hebu guess alikuwa angete sofia mbele nani? Abdullah ibn Ubay ibn Salul yuko hapa. Mtume akizungumza, sadaqta ya Rasulullah, wewe ndio mtume bana. Wako hao hawako wanafiki wa sampuli. Ukiwa naye atakuombea dua bana, kuna mtu mzuri kama wewe. Kuna lugha utumika siku hizo, ukifa huozi, kupambe kweli kweli kupandisha huko, ukiondoka na nini yule na lolote. Wapo hawako. Kwa hivyo ni mtu kinje yuamini kwamba ukifa huozi, lakini kindani yakuchukia kweli kweli. Wa kuntum qauman bura. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaita makafiri, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lilkafirina sa'ira, hakika yetu sisi tumeandaa kwa ajili ya makafiri. Na haifai kumuita mnafiki kafiri. Wanazoona tuambia alokuwa na idhini ya kuwaita makafiri ni Mola Subhanahu wa Ta'ala, yeye peke yake. Yeye Muislamu kwa kile unachokiona kilichokuwa katika moyo wake anayekijua nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muache Mola wake amuite kafiri, usimuite Muislamu mwenzako kafiri. Naam, hiyo sasa mada nyingine. Hiyo mada nyingine insha Allah. Hadhire, yeye kama tujalie nicho anachokizungumza, afanya atakayefanya, muache Mola wake amhukumu. Kwa sababu utamuita kafiri lakini humjui, kuna baadhi ya mambo afanya mridhisha Mola wake. Na hatari ya kumuita mtu kafiri tukitoka nje ya maji, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia yoyote mwenye kumuita mwenzake kafiri yapatikaniwa mambo mawili. Jambo la kwanza, ni lazima yule ulomuita kafiri mbele ya Mwenyezi Mungu awe kafiri kweli. Narejelea, ni lazima yule ulomuita ni kafiri kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala awe kafiri kweli. Na akiwa si kafiri, Mtume asema kafiri wewe. Mbona hatari? Na twapenda kweli kuita naye kafiri huyu nini, wenda makaburini kuomba dua. Ni lazima awe ni kafiri kweli. Lau Mwenyezi Mungu atakuja mbainisha hivi, ni lazima kwa Mwenyezi Mungu awe kafiri. Na akiwa si kafiri, kafiri ni nani? Wewe. Na ndo maana
twasisitizwa tuwe ni wingi wa kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kwa sababu huwezi jua uliingia katika ukafiri wakati katika maisha yako. Na hatari nini? Twaswali, wewe waje kuswali ukijiamini wewe mu'min, kumbe sasa wewe ndo kafiri rasmi mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Nini? Ulimsingizia ukafiri mwenzako, kumbe kwa Mwenyezi Mungu si kafiri. Kafiri nadhani nishaeleza kiswa cha masala ya kudhaniana na kuhukumiana. Kuna ule bwana mmoja aliyokuwa kila baada ya sala ya Isha huonekaniwa yuaenda katika liquor store, maduka kuuza pombe haya, kisha tanunua pombe kama kreti mzima hivi, kisha onekaniwa mabarabarani na wale wanawake kujiuza, akizungumza nao, akitia mkono mfukoni, akiwapa mapeni, kisha akipotea. Sasa kiakili za kibinadamu ni pumbavu sana, utaswali naye kumbe yualewa usiku na siku lewa tu yuatoka na makahaba. Watu wakamchukia mpaka kiingia msikitini watu hawana haja naye. Alipofariki, na kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu alimpa mtihani, akafariki barabarani, yani yatembea akaanguka akafa. Watu wakaiangalia maiti yake. Unaona, utasikia ndo hoja za siku hizi, bana shekhi yafaa kumswalia mlevi, yafaa kumswalia nani. Wakamwacha barabarani, maiti watu waiangalia hivi, nani? Fulani, aachane naye huyo, mbwa tu, hana lolote, hana chochote. Akapita mfalme wa zama hizo, akaiona ile maiti, akasimama, akauliza watu, ana nini huyu? Nipi habari yake? Achana naye, usipoteze wakati wako ya Malik. Levi tu huyo, mzinzi hivi na vile. Akamzungumza. Akasema lazima kuna jambo huko akifanya, yawaje swala na huku yafanya masala dhahiri mbele ya macho ya watu. Na siku zote wale wenye kushika dini wakitaka kufanya maasi wafanye mbele ya watu. Tu yafanya huko ndo msimuone, lakini huyu afanya mbele ya macho, lazima kuna habari. Ikabebwa ile maiti na maskari, wakaenda mpaka kwa mke wake yule bwana. Falma akamwambia, hebu nieleze habari ya huyu. Yule mwanamke akalia sana, alilia sana. Sasa watu washangalizwa na nini? Akasema, wallahi hii ndio ilikuwa dua ya mume wangu maisha yake. Alisema, watu wanidhania mimi vibaya, lakini insha Allah nitakuja kuzikwa na mfalme. Sikiza hii dua tena. Watu wanidhania mimi vibaya, lakini insha Allah nitakuja kuzikwa na mfalme, mazishi ya kifalme. Akasema, kwa nini? Kwa nini aseme hivyo, na alikuwa akifanya nini? Asema, mume wangu kila siku alikuwa akinunua pombe akiimwaga, kisha akiniambia katika mambo anayozungumza, anambia mke wangu, alhamdulillah, leo ninasaidia watu wangapi wasilewe, nimezuilia watu wangapi wasilewe. Maana ikiwa ninanunua pombe kreti mzima, nimpunguza katika duka Kwa ikinunuliwa ikiisha, kuna watu watakuja kununua, watambua pombe imfanya nini, imeisha. Kwa ajili ya nani? Yangu mimi nilinunua nikaimwaga. Kaulizwa na sawa, haya na suala la makahaba. Sasa mume wangu kwa kija nyumbani anaambia mke wangu, alhamdulillah, leo namzuilia yule mwanamke kuzini mara ngapi kwa ajili ya riziki. Nimempa riziki nikampeleka nyumbani. Nimezuilia watu wangapi kuzini naye. Hadhire, yule mfalme akatokwa na machozi, watu wakajutia maneno yao, na bwana kama yule akazikwa maziko ya kifalme. Nini? Kudhaniana. Nini? Kwa sababu ya kitu mtu anachokifanya. Ukafiri huyu. Nini? Kwa sababu yafanya hivi na hivi na hivi. Huwezi jua na amali gani. Huyu mushrik kwa sababu afanya hivi na hivi. Acha Mola wake amhukumu. Si Mwenyezi Mungu yatuambia katika suratul Muddathir, darni wa man khalaqtu wahida, niache mimi na yule nilomuumba peke yangu. Bimaana ikiwa ni mja wangu mimi, niachie mwenyewe. Sikuelewana. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi na Abdullah ibn Ubay ibn Salul mpaka akazikwa na kanzu ya Mtume. Nadhani sote tunajua hii tarehe.
Hakuna siku mtume alimwambia ayuhal munafiq, wewe mnafik, keti kule. Mtume yajua huyu mnafik, lakini mpaka masahaba walikuwa hawajui wanafiki kina nani. Alikuwa akijua ni mweka siri wa mtume sallallahu alaihi wasallam Hudhaifa radhiyallahu anhu. Mpaka Sayyidina Umar kila saa baada ya mtume kufariki yomfuata Sayyidina Hudhaifa amuuliza, vipi bana, katika ile listi ya wanafiki mtume alikwambia mimi nipo? Ambia siwezi kuambia bana Umar. Wasiwasi nini? Yaweza kuwa na mimi nipo. Maana mnafiki muislamu atakana ujue si kafiri. Mnafiki nani? Muislamu. Hasa kana anachokifanya Sayyidina Umar, kukitokea mazishi mtu ankufa Madina, Sayyidina Umar huangalia pale msikitini baada ya swala, ikiwa kwa salatul janaza, Hudhaifa kienuka na yeye enuka, yuandika kwenye list walokufa mnafiki. Hadhire, wajua kupitia kwa Hudhaifa kutokumswalia yule maiti. Tumeelewana? Kwa hivyo ni hatari sana mtu kumdhania mwenzake jambo na ukawa ni mwenye kumtolea hukumu. Yaweza kuwa lile analolifanya ukweli, lakini acha Mola wake Subhanahu wa Ta'ala mhukumu na mchukulie nini? Hukumu. Muradi wa swali, muradi wafunga kama wewe, yotukana hawa, yotukana wale, anajua Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Ni hatari sana, hatari. Ni mpaka kwa Mwenyezi Mungu awe kweli yeye nani. Hatukatai kisisi tumuone kuwa huyu anachokifanya ni kibaya, kimeenda against na Uislamu, lakini kuna mambo ya Kiislamu yayafanya, yuwaswali, sio? Yale ambayo kwamba ni usulu din anayo, yale ambayo kwamba ni furuu din, ndo ndani tumekhtalifiana, tumwache Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuhukumu. Hadhira kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa waambie, waman lam yu'min billahi fa inna a'tadna lilkafirina sa'ira walillahi junudus samawati walillahi mulku samawati wal ardh. Na ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ufalme wa mbingu na ardhi, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'. Ufalme ni wa Mwenyezi Mungu, yuamsamehe anayemtaka na yuamuadhibu anayefanya nini? Anayemtaka. Kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wapa habari wanafiki kwamba lau kuna yoyote atakuwa na toba ya kweli, huyo atasamehewa. Ama yoyote atakayekuwa na toba ya juu na uongo, kwamba amekuja ni muongo, huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamuadhibu. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Lakini default ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si mwenye kuadhibu. Mwenyezi Mungu ni ghafur, Mwenyezi Mungu ni rahim. Ile mubashira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuonyesha mbele. Azungumzia masala ya adhab. Naangalia kilma adhab, na hii wingi wa hatujafahamu. Adhab imetokana na neno adhbun, kitu kitamu, ndio ikapatikana adhaba adhabun. Adhab ni kumwadhibu mtu mpaka akasahau kuna utamu, yani kumwadhibu mtu mpaka akatamani mauti, hana ayosahau kuna mazuri huku, kuna maisha, kuna nini. Ndio nitakuadhibu, neno zito. Ndio maana nasaha kwa wazazi, tusipende kuambia watoto nitakuadhibu, mwambie nitakuadibu. Na tofauti ya adhabu na adabu. Mtoto hupewa adabu, hapewi adhabu. Adhabu neno zito. Hadhire, nitakutia adabu, hadhir. Si nitakupa adhabu, la. Nitakuadibu, sahih. Nitakuadhibu, neno zito. Sawa? Na sijili kakupelekea pia katika unafiki. Umwambie utamuadhibu kisha hukumuadhibu kamuadhibu, nsema uongo. Hadhir. Kwa hivyo adabu tofauti na adhabu. Adhabu ni kumpa mtu mateso akasahau kuwa kuna utamu wa maisha. Ndio maana adhabun, adhaba, adhabun. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waambia kuwa wayuadhibu man yasha, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humtesa kwa adhabu.
yoyote yule anayemtaka, wa kana Allahu ghafuran rahima. Sayaqulu subhanahu wa ta'ala, yuwampa bishara Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba kuna mahali watakwenda kuchukua ghanima na si vita, ambapo kwamba ni Khaybar. Mtume sallallahu alayhi wasallam apoa bishara na Mola wake subhanahu wa ta'ala kwamba ukishatoka hapa kitakachofuata ni Khaybar, na Khaybar kuna mali si mtakwenda zipigania, litaakhudhuha, mutakwenda kuzichukua. Yani kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashawekea hii mali ni yenu. Na wanazuoni wa tarikhi watueleza hakuna kipindi na mpaka sasa Uislamu uliona mali kama kipindi cha Khaybar. Tulizungumza masala Khaybar. Uislamu ulikwenda kuchukua mali ya kisawasawa. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuambiwa haya yatakuja, na masahaba washasikia. Sayaqulu almukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litaakhudhuha. Masahaba wajua tunyimwa Makkah, kuna ghanima tuenda chukua mahali. Watasema nini wanafik? Watasema dharuna nattabi'ukum, tuacheni tuwafuate. Kwa nini? Kwa sababu Khaybar hakuna vita, tuenda chukua mali, na mali ndiyo objective ya wanafiki, si Waislamu. Uislamu si dini ya mali. Mali ni mambo hupatikana kwa kupitia Uislamu, lakini Muislamu si mtu focus yake weiweka katika nini? Katika mali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haifikiri mali. Kwa hivyo watasema wanafiki tuacheni tuwafuate, yuriduna an yubaddilu kalam Allah, wanataka kubadilisha neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo lau wanafiki, Mtume sallallahu alaihi wasallam akifika Madina na masahaba ufikie wakati wa Khaybar, lau wanafiki watakuja waambia masahaba bana nyinyi muenda Khaybar, na Khaybar tuijua, tuacheni tuende, Waislamu watawajibu nini? Nyinyi hamuendi, kwa sababu Mwenyezi Mungu ashasema kuwa mfanye nini? Hamuendi. Habari yenu tumpatiwa kuanzia kutoka Hudaybiyah. Kwa hivyo haliwezi badilika neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa nyinyi hamuendi. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah, wanataka kubadilisha neno la Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kullan tattabi'una, waambie hamutufuati. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuambiwa watoe jibu kwa wanafiki kuwa nyinyi hamutufuati. Kadhalikum qala Allah min qabl, namna hiyo ndivyo alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla yake, bimaana katika safari yetu kutoka Hudaybiyah. Fasayaquluna bal tahsudunana, lakini wao watasema mwatuhusudu. Yani lau Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaambia wanafiki nyinyi hamutufuati kwenda Khaybar, watasema mwatuhusudu. Kwa nini? Kwa sababu safari yenu kwenda Makkah ilikuwa ni safari ya bure, mumeenda na wanyama wenu mkawachinja, kazi ya bure, kachokesha miili yenu, kazi ya bure. Kwa hivyo mwatunyima kwenda Khaybar ni wivu tu, kwa sisi hatukwenda Makkah tukachinja wanyama wetu, mali zetu zikapotea, tukapata dhiki ya safari. Kwa hivyo mwatunyima sisi kwenda Khaybar ni wivu, mwatuhusudu. Muona akili za wanafiki. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa watakwambia bal tahsudunana, kwamba nyinyi Waislamu watuhusudu. Kisha Mwenyezi Mungu asema bal kanu la yafqahuna illa qalila, bali wao hawatambui isipokuwa kitu kidogo. Kwa hiyo wakati mwingine ikiwa wamuelekeza mtu, ndo masomo tutoa katika hii aya. Kipindi chingine wakati wamuelekeza mtu katika jambo na hakuelewi, ameshikilia lake, na akakwambia we, kuna watu wanahitabia wamuelekeza jambo ambao yeye alifanya makosa, lakini akawa na msimamo wake fulani,
kisha ukajaribu kumueleza kwamba nini, wewe hujui bana, wewe uko hivi na hivi na hivi na hivi. Qur'ani atuambia ni dalili ya mtu mwenye akili kidogo. Bal yafqahuna bal kanu la yafqahuna illa qalila. Mwenyezi Mungu atuambia saa zingine usijisumbue kumuelewesha mjinga, chana naye. Wao watawaambia mwatusudu, waitikieni, usishindane na maswahaba waambie. Kwa sababu gani? Hawatambui. Kuna wakati mwingine heshima ya mtu ushuka kwa sababu ya kushindana na mtu mjinga. Bana hivi na hivi na hivi haifai, lakini hivi na hivi na hivi chana naye. Sababu Qur'ani haijalazimisha kila mtu aedheke. La, sayadhakkaru man yakhsha fadhakkir in nafa'ati dhikra. Si lazima ukimwambia mtu akusikia akuelewe. Ukimwona hakuelewi, achana naye, ataongozwa na Mola wake. Usikete kushindana. Na ndo juzi kizungumza na ndugu yangu pale Sheikh Ahmed masala haya. Uislamu sasa tumefikia mahali wewe bana, kile unachokiona kiko sawa fuata, tusishindane. Kwa mfano masala haya ya Arafa, wewe ukiona yako ya Saudia, pengine huyu mwenye kufuata mwezi ashakueleza mimi nafuata mwezi kwa sababu idha raaitum hilala dhilhijja, hadithi ya Mtume, ukamwambia la, alhajju Arafa. Sawa, shika hilo, tusiekeane mahutba na mihadhara ya kusemezana na kutukanana kuwa hii kwa makosa. Yeye ushamueleza kwamba alhajju Arafa, kwambia idha raaitum hilala dhilhijja, chana naye. Atakayetoa hukumu nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu angalia, katika mambo ambayo kwamba ni haramu ni Waislamu kugombana. Sibabu muslimin fusuq, kutukanana kwa Waislamu ni ufasik. Wa kitaluhum kufrun, na kupigana kwa Waislamu ni ukafiri. Kwa nini sisi tuanze kupigania jambo la dini basi na kufahamu kuwa tuatoka katika dini tuingia kwenye ukafiri? Ya nini? Muradi yuasala alfajiri raka 2, adhuhuri raka 4, asri raka 4, maghrib raka 3, isha raka 4. Muislamu huyo ankwambia alhajj Arafa. Taban wewe wa idha raaitum hilala dhilhijja, fuata mwezi wako, yeye mwacha fuata Saudia. Ya nini tutukane? Mwenye kukubali hiyo ibada Mungu. Hiyo Eid pia ya nani? Ya Mungu. Atakayeswali Eid Ijumaa sawa, atakayeswali Eid Jumamosi sawa. Tusitukanane. Kutukanana kwa Uislamu ni ufasik. Na ndo mambo tunayoyafanya kwa nje. Sisi Eid yetu, nyinyi sisi la. Eid lini? Ijumaa. Sawa, inshallah. Eidukum mubarak. Eid yenu lini? Jumamosi, inshallah. Eidukum mubarak. Tushikane hili la Uislamu, kwa sababu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kwa nini tufarikishwe na mambo kwamba sunna? Hiyo Arafa yenyewe kufunga pia nini? Sunna. Jambo mahali Arafa mfaradhi ni sunna. Funga ukijua fadhila zake. Umeamua ufungi ni hasara yako. Lakini Uislamu ni faradhi, ni wajibu mtu kuwa Muislamu. Fuata hilo. Masala ya kuja kutukanana, sijui mimi siendi msikiti ule kwa sababu wale sijui Arafa yao sio nini. Ya nini? Ndio kwa swala ile. Au mwingine achana nao, atakayetoa hukumu nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. It's high time Waislamu kufunguka akili na kuheshimiana, kupatikana adabul ikhtilaf. Tusitukanane, sababu tuwafuata mambo ambayo kwamba ni furu', mambo sunna tu, alafu tuaja kuharibu jambo ambalo kwamba ndo pepo yako. Hata ukafunga Arafa na si Muislamu, hakuna Arafa. Kwa hivyo chunga ule Uislamu wako kwanza. Simtukane Muislamu mwenzako kwa ni fasik. Sipigane na Muislamu mwenzako kwa ni kafiri. Mwaipigania Arafa, mwatoka katika Uislamu mwa makafiri, kisha mwaifunga Arafa aliyakuwa nyote nini? Makafiri. Faida yake ni ala niyatikum turzaqun. Juu ya nia zenu ndo mtakavyoruzukiwa. Wewe ikiwa nia yako ujiona uko sawa sawa, Mungu atakulipa. Usikete kumshambulia mwenzako
na kumfanya kaingia wasiwasi, akajiona kama anachokifanya yeye makosa. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa wasikusumbue, bal kanu la yafqahuna illa qalila kulli almukhallafina min al-a'rab. Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa waambie wale walioachwa nyuma kutokamana na wabedui Madina, ikiwa mwataka kwenda Khaybar Mwenyezi Mungu anasema hamuendi, lakini satud'auna ila qaumin, hivi karibuni mutaitwa kwenda katika vita na watu ambao kwamba uli ba'sin shadidin, wana nguvu, tuqatilunahum, mutapigana na wao, au yuslimun, au wasilimu. Mambo mawili, kuna vita vitakuja ambao kwamba masala ya Rome, the Romans, kuna vita Waislamu wanaenda kupigana na Warumi. Baadhi ya wanazuoni wanasema la, ni Mafaris. Hivyo ndo mtakwenda hivyo kwenda kuchukua mali. Maana huku imesema idhan talaqtum ila maghanim litaakhudhuha, si masala ya qital na jihad hadire. Lakini satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin, hivi karibuni mutaitwa kuenda kupigana na watu. Si mtaka kwenda nyinyi, mtakufuata mtumi, mutakwenda naam, lakini mutakwenda kwa ajili ya vita. Sasa fa in tuti'u, mukimtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, mukamfuata katika vita hivyo, yu'tikumullahu ajran hasana, atawapa Mwenyezi Mungu ujira mzuri hadire. Lakini wa in tatawallaw, na mukigeuza mgongo mkarudi, kisha Mwenyezi Mungu asema kama tawallaitum, kama ilivyokuwa tabia yenu, kama ilivyokuwa ni ada yenu, kila ikitokea suala kama hilo la dhiki hamutaki, mwataka vitu rahisi. Min qablu, kama ilivyokuwa ni tabia yenu nyuma, kukimbia vita. Yu'adhibukum adhaban alima, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tawadhibu adhabu yenye kutia nini? Uchungu. Mwenyezi Mungu akatoa challenge kwa wanafiki, ikiwa mwataka kumfuata Mtume Khaybar hamwendi, lakini nawapa ofa ya kwenda kupigana na Rum. Na Rum ukiwasoma kitarikhi ya Kiislamu na kitarikhi ya kidunia, walikuwa ni watu wamejipanga vizuri, walikuwa ni watu wana jeshi la kisawasawa, the Romans. Kwa hivyo wanafiki hawataki dhiki hizo za kwenda vitani. Na kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atoa maneno kama haya? Ni afadhali asiende, kwa sababu akienda takwenda mtia Mtume sallallahu alaihi wasallam dhiki. Muislamu wa kisawasawa, tumeona Hudaybiyah walifanya mpaka bai'atur ridwan kwa tutakwenda hata kama mauti. Lakini lau atakwenda nao katika vita vya Rum, watamkimbia Mtume na itakuwa shida kwa Waislamu. Lakini na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaadhibu wao adhabu yenye kutia uchungu. Waislamu waliposikia hii aya, baadhi yao wakaingia wasiwasi, sisi hatukwenda Hudaybiyah kwa sababu kuanzia Uhud tuna majeraha. Kuna wengine walipata ulema, miguu ilikatwa, mikono ilikatwa, wengine mvipofu hadir. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia twende tukapigane Rum, tukimtii Mtume. Manake aya haijaleta specification yoyote atakayemtii Mtume ajran hasana, yoyote atakayekengeuka kwa kuwa hakuenda nyuma ataadhibiwa adhabu yenye kutia uchungu. Wakaja kumfuata ya Rasulullah, wengine sisi vipofu, wengine sisi hivi na hivi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Fatih, natukumbuke Mtume bado katika njia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema laisa 'alal a'ma harajun, yule ambaye kwamba ni kipofu hana makosa asipokwenda. Wala 'alal a'raj harajun, wala juu ya yule ambaye kwamba ni kiguru, ni kilema, asipokwenda hana makosa. Wala 'alal maridhi harajun, wala juu ya yule ambaye kwamba ni mgonjwa, asipokwenda pia hana makosa. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu, yote mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar,
atamuingiza katika pepo ambapo kwamba yapita ndani yake mito. Wa man yatawalla yu'adhibu adhaban alima, ama yule ambaye kwamba yuko sawa lakini ataamua kutokumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo ndiye ambaye kwamba ataadhibiwa adhabu yenye kutia uchungu. Kwa hiyo yoyote ambaye kwamba ni kipofu, ni kiguru, ni mgonjwa, ana sababu yoyote ya kutokwenda, huyu hana makosa. Lakini na hapa tuseme jambo, wakati mwingine ulema usiwe ni sababu ya mtu kumkosea Mwenyezi Mungu. Narejelea, kipindi chengine usitoe sababu eti unajua mimi kipofu nda msikitini ukaswali, unajua mimi niko hivi na hivi, utia Waislamu dhiki. Kama yule alokuja juzi, nadhani unakumbuka Sheikh Ahmed, makosa sana, makosa kuja kuutumia ulema wako kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni makosa. Bimaana yoyote ambaye kwamba atakuwa katika tatizo tuliyozungumza katika hii aya kisha akamuasi Mwenyezi Mungu, ataadhibiwa. Asichukue laisa ala al-a'ma harajun, Mungu ashasema Mungu hana makosa, ni vita ndio msikitini ukaswali. Mungu anasema kipofu hana makosa, toa sadaka shekhe. Usitumie dhiki yako kutafuta sababu katika dini bana. Kuna wengine huja, wallahi masala kusikitisha, poleni, huja hapa msikitini, na najua misikiti mingine, akaja akajisikitisha kwa sababu nini? Mimi kipofu, takana munisaidie. Haijaandikwa mahali ukiwa kipofu ni lazima usaidike, fanya jambo lingine usaidike. Na wengine malaghai hadhire, kuna mwingine kipofu yasaidiwa, ghafla watu wakija kitahamaki ni landlord na kipofu, yuaja na ule upofu wake mwamsaidia, ni muongo, ana nyumba na wachukua renti, makosa. Hana mguu, asitumie ulema wake kulaghai Waislamu, makosa. Ndio siku nyingine nikizungumza na mmoja katika wazee, sitomtaja, hapa msikitini, anaeleza kisa, asema waona hawa watu wenye kuja kuomba kufanya, wengine waongo, kabla hujamruhusu akasimama muulize maswali. Kamuuliza kwa nini? Asema kuna mtu namjua, nishamshuhudia akinunua baadhi ya vitu ghali takriban 100,000 na imeenda hadhire, ni mtu wa kufanya nini? Sheikh Ahmed, yule bwana alokuja akasema hajakula siku 3, sijui ndugu ana madada 8 wote mvilema kama yeye, sijui hana nini. Tulipomuuliza maswali tukampata nani? Muongo. Na tulipoviangalia vitu vyake, yuasimama mbele ya Waislamu asema hana kitu. Mwenyezi Mungu asamehe ikiwa na maadhirisha mtu, lakini alikuwa na takriban shilingi 25,000 kwenye mfuko wake. Hadhir, sinaeleweka. Nadhani Yahya pia ulikuwa, tulikuwa hapa. Kuna mtu ametoa ndoo yake hiyo, pengine kwa yuenda akale, lakini akakusikitikia kwa maneno yako. Nini umetumia ulema? Eti wala ala al-a'raj harajun, timin kilema sina makosa. Nani alisema? Kulaghai watu kwa kuwa wewe una matatizo. Mungu aliyokupa Mungu, muombe Mungu, sio kutulaumu sisi Waislamu. Hadhire, asa kan wewe fikiria, mtu antoa senti yake, hujui maskini hii pesa ameitoa wapi, kwa dhiki gani? Lakini hata watoto huko kula hawajala, akaamua aigawanya kumbe una 25,000 shekh, mambo kutia uchungu nini? Kisha na wallahi watu hususan mimi, watu hunielewa mimi vibaya sana kwa msikitini. Wakati mwingine mimi uketisha mtu, tasikia watu wengine mimi huwasikia, wallahi mimi huwasikia na masikio yangu. Sasa zingine uzungumza kilugha wakidhania sielewi, lakini nashikanisha hawa nisema mimi imamu gani huyo, hana huruma, roho mbaya. Si roho mbaya, na wasaidia nyinyi mwalaghaiwa. Ndio kuna siku niko pale nyuma ninaketi pale nyuma bana, keti natulia, kuna jamaa zungumza ni muongo na anauzungumza ya uongo, lakini nini, lau utasimama useme huu muongo msimpe, watu watakuelewa vibaya.
So salama nini? Afadhali zipigwe, mutoe ziliwe, kuliko mtu eleweke vibaya. Allah. So ukisimama ukisema, baadhi ya watu watakuelewa kwa huu ni imamu. Ndio haya, bana fuateni ulul amri, anzeni na imamu basi. Kabla kufikia kadhi anzeni na imamu. Sasa zingine imamu yakwambia usifanye. Namjua huyu. Taona watu mara ngapi Sheikh Awadhi ashasimama hapa kukataza. Haja keti, baadhi wainuka waja wampa. Mwamshajiisha. Kwa hivyo huu Sheikh Awadhi muongo, sio? Kwa kweli nyinyi mna imani sana kutoa. Zapigwa, mwadanganywa. Kwa hivyo mtu yoyote asitumie kile ambacho kama Mungu amempa kuwa ni mtihani kulaghai Waislamu, unless anadhikia ukweli. Atasaidika na watu watamwombea dua kuliko alaghai watu. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa waambie vipofu, vilema na waliokuwa wagonjwa kuwa hawana makosa, lakini wakibakia ndani ya taa. Kwani mtu hawezi muasi Mwenyezi Mungu akiwa kwenye maradhi? Yuaweza. Mtu hawezi kumwasi Mwenyezi Mungu kwa kipofu? Yuaweza. Mtu hawezi muasi Mwenyezi Mungu kwa kilema? Yuaweza. Yoyote. Ndo waman yatawalla yu'adhibu adhaban alima. Yote atakayekengeuka na taa ya Mola, eti kwa nini mimi kipofu? Kwa nini mimi sina maguu, sina mikono? Kwa nini yule wajuzi hata ana ulema wote? Yuko sawa, ana miguu yake miwili, ana mikono yake miwili, tatizo nini? Ni mfupi. Basi akachukulia ufupi ni ulema. Iliandikwa wapi mtu kwa ufupi ni kilema? Kisha dada zangu wote tulizungumza mpaka na mamake kwenye simu. Ni mtu jambo lake la kufanya lile. Lakini leo utasimama useme, na hata sasa nazungumza kuna watu waelewa vibaya. Mbona nasema vile? Ni ukweli. Liyahlika man halaka ambayina wa yahya man hayya ambayina. Tusiogopane katika masala hayo ya kuzungumza mambo kutia uchungu. Tumetoka nje ya mada. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelea, tukielekea kumaliza, tutakwenda kwa haraka saa 12. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaridhia waumini, idh yubay'unaka tahta shajarati, pindi walipokufanyia bai'a chini ya mti, fa'alima ma fi qulubihim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwafahamu vilivyomo ndani ya nyoyo zao, fa anzala as-sakinata, imekuja tena kule, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema hapa fa anzala as-sakinata alayhim. Tulizungumza kwamba anzala hujana ala ama ila, tukaeleza kwa nini fi. Hapa Mwenyezi Mungu asema fa anzala as-sakinata alayhim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha utulivu juu yao, kwa hivyo wakapata bahati ya kutiwa utulivu katika nyoyo zao na kuwekewa utulivu juu yao masahaba. Kisha wa athabahum, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa subra yao ya kuzuilia hasira zao, kwa taa yao juu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, athabahum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawalipa wao fathan qariba, na fathi iliyokuwa karibu. Na wanazuoni wasema fathan qariba hapa ilikuwa ni fathu ya Khaybar kwanza, maki fathu Makkah ilikuwa baadaye. Maki masala ya Hudaybiyah mwaka wangapi? Wa 6. Fathu Makkah baadaye. Fathi iliyokuwa karibu ni fathu Khaybar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa hii ambao kwamba yalikuwa si malengo yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa Khaybar. Kwa hivyo kuna wakati Mwenyezi Mungu yakunyima kitu pasi na wewe kufahamu, akakupa kitu chengine ambacho kwamba si malengo yako na kikawa ni kheri kwako wewe. Kwa mfano, tumeomba dua nyingi na nyingi hazijajibiwa. Kila mtu ana dua zake ambazo hazijajibiwa mpaka leo. Lakini ushawajiuliza mambo mangapi Mungu amkupa na hujamuomba? Mingi sana, subhanallah. Mingi Mungu ametupa na hatujafanya nini? Hatujamuomba. Kuna wakati Mungu akunyima kitu kwa hikma, yuwajua kwa nini hakupi. Ndio maana juzi nikizungumza na wanafunzi wangu juu, na waeleza kuwa kuna wakati Mungu huo maskini yuwataka uwe hapo. Silalamike. Mungu ana sababu kwa nini wewe maskini.
Mungu ana sababu kwa nini wewe tajiri, na Mtume ameeleza katika hadithi kuna watu salama yao Mtume asema ni utajiri, wakipewa umaskini fi nnari khalidina fiha, na kuna watu ile salama yao ni umaskini, wakipewa utajiri kuisha iwa uhama Uislamu. Na kila mtu ajiulize mwenyewe, wewe sasa hivi maisha yakikufungukia sasa hivi, tutakuona hapa msikitini ukiswali uonekani uswali tena nini, shaghalatna amwaluna wa ahluna, kisha niombee dua bana, fastaghfir lana, ile wanafiki bana, wallahi shughuli mingi, niombee dua inshallah. Uombe dua nini? Badilika hadhire. Kwa hivyo saa zingine Mungu hukunyima kitu kwa hikma zake, ukipewa utaharibika. Mungu ana sababu kwa nini wewe babako si mfalme, babako ni hohe hahe. Mungu ana sababu zake, na Mungu ana sababu kwa nini ule mwingine anzaliwa katika familia ya kitajiri. Mungu yajua kwa nini wewe mweusi, kwa nini huyu mweupe, kwa nini huyu mrefu, kwa nini huyu mfupi, kwa nini huyu kibonge, kwa nini huyu membamba. Ana hikma. Kuna watu wembamba tungepewa mwili, kuna watu wasingehema, songea bana takaketie. Na kuna watu wenye miili wangepewa miili midogo, pengine na uembamba wange kwa mkorofi, so salama yake awe kibonge tu, ndo salama yake. Hadhire. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu awaambia, mumeitaka Makka umra, lakini nimewapa nini? Fathu Khaybar, ambao kwamba itakuwa ni sababu ya kuwateremzishia nyinyi mali ambao kwamba hamujawahi iona, kisha wa maghanima kathira, na ngawira nyingi ya akhudhunaha, ambazo kwamba waumini watazichukua. Wa kana Allahu azizan hakima, na amekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Wa'adakumullah, amewaahidi nyinyi Mwenyezi Mungu maghanima kathiratan, ngawira nyingi. Angalia ni mara ngapi Mwenyezi Mungu ataja mali, kujaribu kutia katika vifua vya waumini. Mumeikosa Makka, lakini Uislamu uenda kupata nguvu kupitia nini? Kupitia mali. Fa'ajjala lakum, hili la kuipata Khaybar, ajjala lakum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafanyia haraka. Fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi, na akazuilia mikono ya watu ankum, kwenu nyinyi. Kwa hivyo masahaba wapata bishara kuwa tukienda Khaybar hakuna vita, sisi tuaenda tuchukua mali tufanya nini, tutoka. Na tabaan wale wanaofahamu tarikh, Khaybar haikuwa na mambo mingi. Hadhir, Waislamu hawakuumia, Waislamu hawakudhalilika, ilikuwa ni fathi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waambia, tutakazuilia mikono ya watu juu yenu, walitakuna ayatan lilmu'minin, hiyo iwe ni ishara kwa waumini. Wayahdiyakum siratan mustaqima, mtanisamee naenda haraka, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaongoza njia iliyonyooka, na ni ile tulizozungumza jana, njia kuelekea fathu Makkah. Wa ukhra, na mambo mengine lam taqdiru alaiha, ambayo kwamba hamujayaweza. Angalia lugha Mwenyezi Mungu, wa ukhra, na mambo mengine. Kwa sababu gani? Objective ya Uislamu, tutarejelea tena, si mali. Kwa wale ambao kwamba hutukana Uislamu, kwamba Uislamu walienda wakapokonya watu mali zao, la. Objective ya Uislamu si mali. Tuelewana? Kwa Mwenyezi Mungu anasema haya ya mali, ukhra, ni mambo mengine. Kisha lam taqdiru alaiha, ambayo kwamba nyinyi hamujayaweza. Mwenyezi Mungu amefanya nini? Qad ahata Allahu biha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaringishia, ameyazungushia, ameyadhibiti, kana kwamba Mwenyezi Mungu amewashikia. Haya atafanya nini? Atawapa. Focus ya Muislamu ni ibada. Hichi chengine Mungu ashakihukumu. Mwenyezi Mungu ashakuwekea hichi nchako utapewa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humruzuku mja wake saa zingine kupitia mgongo wa adui yake. Kale Mwenyezi Mungu anatoa riziki
Kuna wakati riziki yako yaweza tokamana na mtu ambaye kwamba ni adui yako, sababu Mungu anataka hivyo kuwekea. Muislamu afai akili yake kuipeleka kwenye mali tu, afikiria mali tu, utaishi vipi katika dunia. Haya, qad ahata